Blaza, umeua? Ndiyo, nimeua. Karibu sana katika mwendelezo wa Mwanafunzi Mtoro sehemu ya 14. Tunaendelea pale tulipoishia. Nilimkuta ndugu yangu akiwa na mpenzi wangu au mke wangu wakifanya mazungumzo, na baada ya kuniona akaamka kwa ajili ya kuondoka kwenda kutengeneza chakula ili tuweze kupata chakula, lakini pia tuendelee na mazungumzo. Nikaona leo ni bora nimwambie ndugu yangu ukweli kuwa chini ya hiki kitanda kuna mwili wa mwanafunzi nimeuficha na umeanza kunuka, ili mradi aweze kunisaidia. Karibu. Asante. Lakini pia mbona shemeji analalamika sana kuhusu wewe? Kuna nini labda kinachoendelea nyuma ya pazia? Ndugu yangu, wewe ni ndugu yangu. Ndiyo, natambua. Nina haja ya kukuelezea mambo ambayo yananisibu ndani. Unajua huyu amekuja jana tu, lakini nipo katika kipindi kigumu sana. Najuta hata kwa nini nilifanya vile. Blaza, mbona unaanza kuniingiza kwenye mashaka? Kuna lolote baya? Maana sijakuzoea hivi. Ndugu yangu, unajua kuwa nilikuwa na mahusiano na binti wa shule. Akaja siku moja hapa akaniambia na mimba yangu. Nikaona hii inaweza ikaniletea changamoto na shida. Ikabidi nifanye utaratibu ili mradi nimtoe mimba. Maana alikuja akakatalia hapa ili nifanye mpango pia nimrudishe kwao akiwa ana ujauzito. Brother, lakini kwa bahati mbaya ile binti amefia ndani kwangu. Akafia ndani kwako? Brother, hebu acha utani basi. Unajua hilo jambo liko serious. Kwanza akafia vipi? Ni kweli ndugu yangu amekufa na yuko mbali, yupo chini ya ubungu. Blaza, umeua? Blaza, kaa basi ndugu yangu, kaa. Umeua? Kaa. Afu nyamaza, shemeji yako sija kasikia. Blaza, tulia basi ndugu yangu. Sitaki kwenda kufia jela blaza. Sikia, tulia basi. Ndio maana nimekuambia wewe ndugu yangu. Na imani, tulia basi. Na imani unaweza ukanisaidia, ukanistiri. Pia ni mtu pekee ambaye nimekueleza hili jambo, hamna mtu yote anayejua. Na huu mwili kwa sasa umeanza kuwa na chembe za kutoa harufu.